Msichana huyo alikuwa amezikwa mchana. Usiku ulipofika, alitoka akitambaa kutoka kwenye kaburi lake. Alitazama picha yake ya kumbukumbu iliyokuwa chini na hakuamini kuwa amekufa. Mpaka alipoona mikono yake ikiwa imejaa madoa meusi ambayo wanayo wafu pekee. Alitaka kudhihirisha kuwa bado yuko hai, hivyo alisugua kwa nguvu madoa meusi kwenye mikono yake. Lakini hata asugue kiasi gani hayakufutika. Mara moja alikimbilia bafuni akijaribu kuyaosha kwa maji. Lakini cha kushangaza, madoa hayo meusi hayakusafishika. Kinyume chake, weusi huo ulisambaa haraka mwilini mwake kote. Kisha kitu cha kutisha kikatokea. Vidole alivyokuwa ameviosha vilianza kubanduka na kwa kuvivuta kidogo tu vilikatika. Ana alibaki ameduaa pale pale. Hiyo ilikuwa ishara isiyo na shaka ya wafu. Ngozi yake na viungo vyake vya ndani vilikuwa vimefeli. Hakuwa na chaguo lingine zaidi ya kurudi nyumbani kwanza kutafuta suluhisho. Alipofika alitaka kuujaza tumbo lake na chakula ili kuamsha viungo vyake vya ndani. Lakini mara tu alipomeza alitapika mara moja kila alichokula. Ilikuwa wazi kuwa mwili wake ulikuwa unakataa chakula. Hangeweza tena kuishi kama mtu wa kawaida. Sasa alikuwa kama maiti anayetembea na hangeweza kurudi kuwa wa kawaida. Wakati huo wazo la kutisha lilimjia. Alivaa miwani ya jua na kuelekea akigagaa kwenye baa. Mazingira ya ndani yalikuwa na giza, jambo ambalo lingeweza kuficha madoa meusi mwilini mwake. Na hakuna ambaye angegundua mabadiliko ya mwonekano wake. Ana alijifanya yuko peke yake, jambo lililomvutia mwanamume mmoja mwenye ndevu nyingi. Mwanamume huyo alianza kumtongoza Ana kwa kutumia maneno matamu. Kisha akampeleka nje ya mji. Baada ya kupaki gari, mwanamume huyo alianza kumshikashika. Baada ya muda, Ana alipata sehemu nzuri zaidi mwilini kwa ajili ya kumshambulia. Msichukie. Haina mwendelezo.